Huyu mwamba hapa anaitwa Allison, ni rafiki wa karibu sana na huyu mshikaji anaitwa Job. Na Job tayari ana mke. Msala unakuja kwa Allison, ana mahusiano ya siri na mke wa rafiki yake, lakini baadaye Job anaushtukia mchezo wao. Je, unadhani Job atachukua hatua au maamuzi yapi baada ya kugundua mke wake anamchiti kwa rafiki yake? Kuwa nami hadi mwisho wa story hii. Niite Triple MTZ. Subscribe channel yetu. Turn on notifications kwa kugusa alama ya kengele upande wa kulia ili uwe kwanza kupata video zetu. Na hii ni Moyo Review. Story yetu leo inaanzia kwenye mjengo mmoja hivi ambapo kuna mshikaji anarudi home na rafiki yake, anamkumbatia mke huku rafiki yake anamladenda mkewe hapo hapo. Aise. Kwa uhalisia kuna namna wanawake wana ujasiri wa kipekee, hasa ni pale anapokuwa na hisia kwa mtu anayempenda. Kuna namna hajali ni kipi kitatokea. Job alimletea mke wake zawadi kama surprise fulani hivi, lakini mwamba anageuka nyuma, anamkuta mshikaji ana rangi mdomoni kama za lips hivi. Akawa anamuuliza, imekuwaje tena Allison, mbona kuna rangi za lips mdomoni kwako? Mwamba akajishtukia, akawa anakwepa kujibu swali huku anatafuta cha kujitetea. Lakini Job kuna namna akawa anahisi kitu kuhusu rafiki yake na mkewe. Lakini kutokana na kutokuwa na uhakika wa anachohisi na pia anamwamini sana mkewe na rafiki yake, akaamua kupotezea tu. Stori nyingine za hapo na pale zikawa zinaendelea kama kawaida. Mwamba akaaga kwenda washroom. Ile mwamba akatoka kidogo tu kwenda toilet, huku mahaba yanaendelea kwa rafiki yake na mkewe. Ila kuna namna akawa na mashaka na kujiuliza maswali yaliyokosa majibu akilini mwake. Mara kidogo akarudi tena sitting room. Kuna namna kama wakajishtua. Mkewe akamuuliza, vipi, mbona mapema hivyo, umefanikisha ulichokuwa umeenda kufanya? Mwamba akadai kuwa amefuata simu yake, ana shida kidogo, akarudi washroom. Kumbe mwamba alikuwa ametega simu yake kwenye sofa huku ikirekodi maongezi yao. Maana kuna namna alianza kuwa na mashaka. Wawili hawa kuna jambo, maana kila akijaribu kupotezea akili yake haitulii kabisa. Ila kumbe hisia zake juu ya anachokihisi kina ukweli ndani yake. Aliporudi toilet akaisikiliza ile record, hakuamini hata kidogo kwa kinachoendelea huko sitting room. Mahaba yanaendelea kama kawaida. Mara kidogo rafiki yake Martha, anaitwa Beina, akawafumania wakilana denda. Alisitushwa na kinachoendelea, akamuuliza Martha kwa sauti, Martha, nini hiki? Na nini kinachoendelea hapa? Ni upuzi gani huu unaofanya? Na Allison tena, rafiki wa mmeo? Martha alimwonyesha ishara ya kumziba mdomo kwa maana aongee taratibu. Mara kidogo Job anafika sebleni, anauliza, vipi Beina? Kuna nini? Mbona nimesikia kama kuna tatizo? Beina alipotezea kwa kumfichia siri rafiki yake, lakini Beina hakufurahishwa na kitendo kile. Ikambidi amuite rafiki yake, wakaingia chumbani, akaanza kumuuliza huku akimkanya kwa upuuzi anaofanya hapa ndani. Mwamba akabaki na mshikaji wake huku akimuuliza baadhi ya maswali mshikaji, kama kuna namna akawa anakwepa. Job akiwa anaelekea chumbani akasikia kuna kelele, ikambidi asikilize kinachoendelea. Akaikuta story ni ile ile, kwa maana kwamba hata Beina anajua kila kitu. Job akarudi kwa mshikaji wake, akaact kama ana shida ya kiafya, akamwagiza mshikaji maji. Alipotoka tu akatega kamera ya simu ili ajithibitishie kila kitu. Mkewe anarudi na rafiki yake Mwamba, anamuomba Beina ampeleke pharmacy ili akapate huduma ya kwanza, kumbe ilikuwa ni zuga tu. Wakafika nje, akawa anaangalia mchezo mzima. Ikambidi amuulize Beina, kwani kuna nini? Unachojua kuhusu Allison na Martha? Beina bado alibaki kumfichia rafiki yake siri bila kujua kuwa Mwamba ashajua kila kitu. Akaona isiwe kesi, ngoja akamalizane nao. Je, unadhani Job alikuwa sahihi kwa maamuzi aliyochukua kwa mke wake, au alipaswa kumsamehe tu na maisha mengine yaendelee? Tupe komenti yako hapo chini kwa maoni na ushauri. Na hii ni Moyo Review. Kama umependa video zetu, usisahau kusubscribe channel yetu, turn on notifications kwa kugusa alama ya kengele upande wa kulia ili uwe wa kwanza kupata video zetu.